Kuna watu shetani anapenyeza maneno, anasema kuna unyakuo wa kisiri. Sikizeni ndugu zangu wapendwa, kitu kama hicho Biblia haitambui. Biblia inasema katika Ufunuo sura ile ya 1 mstari wa 7, tazama naja upesi, kila jicho litafanyaje? Litamuona na hao waliomchoma. Lakini bado akaeleza kitabu kile cha Matendo sura ya 1 mstari wa 9 hadi wa 11, siku Yesu anapaa kwenda mbinguni, watu wanamshangaa, wakatumwa malaika wawili, wajumbe toka juu mbinguni, kaambia enyi wa Galilaya, mbona mmeshangaa mkimwona Yesu akienda zake mbinguni? Asema huyu Yesu mliyemwona akienda atarudi jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda. Kuja kwa Yesu kutakuwa literal, ni tukio halisi linaloonekana. Jambo la tatu, anaelezea tukio la kuja kwa Yesu ni tukio ambalo watu wote watasikia, maana ameandika kitabu kile cha Wathesalonike sura ya 1 sura ya 4 mstari wa 16 mstari wa 17, parapanda italia na wafu waliokufa watafufuka. Wakorinto ya 1 sura ya 15 mstari wa 51 hadi wa 55, anasema wale watakatifu wa Bwana watakaokutwa wakiwa hai watavikwa kutokufa na kutokuharibika, kisha wataenda wamlaki Bwana hewani. Sikilizeni wapendwa, Yesu akija mara ya pili hata kanyaga Tanzania, hata kanyaga New York, hata kanyaga Amsterdam. Biblia inasema atabaki hewani, tutamlaki Bwana hewani. Wale makristo wa uongo watakwambia hivi na vile, na wengine wanasema unajua tutapewa na taarifa na televisheni. Sikilizeni, tukio la kuja kwa Yesu sio la kusoma kwenye magazeti, sio la kusikiza kwa redio, sio la kuona kwenye televisheni. Maana Biblia inasema hivi katika Ufunuo sura ya 6 mstari wa 14 hadi mstari wa 17, anasema mbingu zikakunjwa kama ukurasa, visiwa vikahamishwa, bahari ikasukwasukwa. Siku ile nchi itatetemeka. Siku zani wapendwa, hakuna kitu kitakachosalia. Petro anasema katika sura wa 1 wa Petro sura ile ya 3 na mstari wa 10, Petro ya 2 sura ya 3 mstari wa 10, dunia hii itayeyuka na kuteketea, kazi za kila mwanadamu zitateketea, majumba yote yataanguka. Maana siku hiyo anasema nguvu za mbingu zitatikisika. Hiyo ni Luka 21 mstari wa 28. Nguvu za mbingu zitatikisika. Hakuna kazi ya mwanadamu itakayobaki. Bahari itaumuliwa juu kuliko unavyodhani, visiwa vitazamishwa chini, tetemeko kubwa kabisa. Mfalme anakuja, lazima kila mtu amsikie na amuone. Sio kitu ambacho nimeshangaa tu fulani hayupo. Hapana, hakuna unyakuo wa kisiri. Lakini sikiliza jambo la pekee. Biblia inasema wakati anakuja kwa wale waovu, ndipo wataikimbilia milima, watakimbilia miamba na kusema tufunikeni, tusitilini juu yake anayekuja na asili ya mwana kondoo. Nani awezaye kusimama? Hiyo ndio Ufunuo sura ya 6 mstari wa 14 hadi 17. Huu ni upande wa waliodharau, upande waliodhihaki ya kwamba Yesu atakuja. Siku ile anakuja mfalme, Bwana wa mabwana, kila kitu kitaelewa Yesu anakuja. Bahati mbaya watakuwa na ombi, sio la kuokolewa, lakini wakiomba kufa, maana hawawezi kustahimili kuja kwa Yesu. Kundi la pili ni wale watakatifu waliomsubiri katika Isaya 25 na mstari wa 9, ndipo watakaposema huyu ndiye Bwana wetu, tumemngoja aje atuokoe na tushangilie wokovu wetu. Haleluya! Hii ni mbashara itakayoshangaza. Waliomngojea Yesu watashangaa, hatimaye tunaenda nyumbani. Huyu ndio Mungu wetu tuliyemngoja atuokoe. Wale waliokuwa wabishi, waliomkataa, wakadharau ukweli neno la Bwana, nao watashangaa. Siku hiyo majemadari, siku hiyo wafalme, siku hiyo watu wakuu wa dunia hii waliotumia vyeo vyao wakakataa habari za Yesu, siku hiyo wote watakimbilia kufa. Mwisho wa kushangaza, huu ni mbashara, kila mmoja ataona. Na ndipo Biblia inasema katika kitabu cha Ibrania sura ya 10 mstari wa 37 hadi 39, neno la Mungu linasema, kwa kuwa bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye atakuja wala hatakawia, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani,
naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kuokoa roho zetu. Bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye hata kawia, atakuja.